What are you going to do about it? What are you going to do about it? Huh? Oh my God! Oh my God! Picha linaanza kuna bidada anaitwa Ria, mtoto fulani vishombe anaonekana wakishua, yani mboga 7 ya 8 matunda. Huyu bidada siku ya leo amepita maeneo fulani vya dampo, anakutana na washikaji wakiwa wanaokota makopo, anawasalimia, "Habari yenu? Nahitaji kijana mmoja hapo niondoke naye." Washikaji kama wanadata hivi, kuna mmoja chapo anaitika, "Mimi hapa." Mwingine akasema, "Wewe usinitanie ili zali hili." Akasema, "Hapana, utaondoka na mimi hapa." Wakaanza kugombana, lakini pembeni kuna mshikaji akiwa ametulia kabisa. Huyu mwamba anaitwa Vincent. Yeye alikuwa hataki kuchobokea kabisa huo mchongo, anaendelea na shughuli zake. Bidada kwa dharau akamuuliza, "Vipi wewe? Mbona unijibu? Hujanisikia au nioni kama nimeshika hela? Utaki hela?" Mwamba hakutaka kumjibu, akaendelea na shughuli zake, lakini bidada akamwambia, "Oya, nazungumza na wewe." Mwamba akaona isiwe kesi, akamjibu, "Okay, asante, endelea tu na wao." Dem kwa dharau akamuuliza, "Kwani wewe unahitaji pesa? Alafu unaonekana hujala tangu asubuhi. Kuna pesa hapa?" Mwamba akamjibu, "Sikia, nishakwambia endelea na hao. Kwani lazima uniambie mimi? Hebu fanya mambo yako." Lakini demu anazidi kumwambia, "Okay, labda unaweza kuwa na kiwango chako. Sema kiwango chako." Mwamba anazidi kumwambia, "Nimekwambia sitaki. Chukua hata marafiki zangu. Kwani lazima mimi?" Demu akaona kumbe mshikaji ana jeuri ya maneno na mimi nina jeuri ya pesa. Akamwambia, "Sikia, taja kiasi chochote cha pesa ambacho unakitaka, mimi nitakupatia. Imradi nataka wewe uondoke na mimi." Mwamba akamwangalia kwa dharau afa akasema, "Okay, nipatie 500,000. Demu akubisha bwana, kaingia mfukoni katoa 500,000 akamwambia, "Hii hapa, tondoke." Lakini cha kushangaza Mwamba akakataa ile hela, akamwambia, "Sikia, wape marafiki zangu, alafu mimi nitaondoka na wewe hivyo hivyo." Bwana, mzigo na muhusu binti wa kishua anaitwa Ria na kijana huyu hapa maskini omba anayejulikana kwa jina la Vincent. Bwana, umekutana katika mazingira haya hapa tunayoyaona. Sasa sikia, fuatilia mzigo huu hapa na kuletea hapa mwanzo mwisho. Langu jina mimi naitwa D. Kikubwa usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Okay, sasa tuendelee. Ria baada ya kumchukua Vincent kule dampo, anakuja naye mpaka kwenye geto la mshikaji wake huyu hapa rafiki yake anaitwa Gabriela. Kimbembe sasa baada ya kufika, Gabriela anamuuliza, "Huyu nani?" Ria anamjibu, "Ni mtu wangu, si unaona nipo naye." Ila Gabriela anamwambia, "Hapana, huwezi ukaniingizia mtu mchafu hivi ndani kwangu. Tafuta sehemu nyingine ya kumpeleka." Ria anamwambia Gabriela, "Sikia, niheshimu tafadhali. Unavyoniheshimu mimi basi na umheshimu hivi hivi." Bwana, sitaki kuamini kama kweli huyu bidada akamuelewa huyu mwamba. Anyway, tuendelee kuangalia. Lakini Gabriela anajiuliza, kitu gani hiki? Gabriela ni binti fulani hivi wakishua naye bwana. Ni mtu fulani hivi mwenye nyodo sio poa. Ria anamchukua Mwamba anampeleka mpaka chumbani, anamwambia, "Hiki ndio chumba utakacholala." Mwamba anazidi kukiangalia lakini haamini. Mimi natoka kulala polini sasa hivi nalala kweli maeneo kama haya? Mbona kama zali hivi au ndo mtego? Ria baada ya kumwonyesha mshikaji chumba anakuja kuongea na rafiki yake Gabriela. Gabriela anamuuliza, "Hivi ndio upo serious kabisa huyu mtu umempenda?" Ria anamwambia, "Sikia, mimi nimemwelewa kweli huyo mshikaji na sijui nimemwelewa vipi, alafu anaonekana kuwa ni mtu tofauti sana." Gabriela anamuuliza, "Tofauti kivipi?" Anamwambia, "Sikia, huyu nimemkuta kweli polini, nimemkuta akiwa anaokota makopo dampo. Kilichonishangaza ni kwamba niliwapa ofa hela nyingi kabisa, lakini yeye akazikataa, akasema niwape marafiki zake. Yaani inaonekana kuwa ni mtu tofauti sana, kanivutia kwa kweli." Lakini Gabriela anamwambia, "Hivyo una akili kweli? Unaacha vijana matajiri huko kwenye muonekano mzuri, unamchukua mtu ambaye hana makazi, mtu mchafu. Una akili kweli wewe? Hasa kumchukua mshamba, bora mmalize tofauti zenu tuwe na Dennis." Lakini Ria anamwambia, "Sikia, ukitaka nikorofishe endelea kunitajia hilo jina. Kama umenichoka niambie." Gabriela anamwambia, "Okay, nisamee rafiki yangu, lakini nataka nijue kwani ilikuwaje?" Basi Ria anaamua kumsimulia Gabriela msala ulimkuta kati yake yeye na Dennis. Ilikuwa hivi, Ria siku moja amerudi akiwa na mshikaji wake Dennis bwana. Wametoka huko katika safari nini afu wamerudi magetoni wakiwa wametulia. Sasa Ria anajitahidi kumwongelesha Dennis lakini Dennis anaonekana kuwa busy na simu. Yaani mshikaji alikuwa hana time kabisa na udemu, yani alikuwa ishampotezea, anamchukulia kama kinyago fulani hivi. Kuna muda alijitahidi kuvumilia kwa ajili ya kuwafurahisha wazazi wake, lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda ndio Dennis alivyozidi kumfanyia visa na visa. Kwa upande wa Ria bwana, maji akawa amefika hapa, yani amefika shingo, amevuka sasa hivi amefunika mpaka nywele. Akasema, "Ya nini mimi? Kwa nini nije niteseke?" Huo ndio ulikuwa mkasa mzima mpaka Ria sasa hivi hataki kumsikia kabisa Dennis. Okay, Gabriela baada ya kusikia hivyo bwana akamwambia, "Hata kama alikufanyia hivyo, lakini unaweza kutafuta mtu mwingine tofauti na huyu mshamba. Hivi unahisi wazazi wako watamkubali huyu mshamba kuwa kama mume wako? Eti mbona unafanya vitu vya ajabu hivyo rafiki yangu? Alafu unamjua vizuri, je kama ni mwizi? Unaokota tu watu wa ajabu." Lakini Ria anamwambia, "Sikia, huyu mtu mimi nishampenda, kama huwezi kumuelewa basi mimi nishamuelewa." Hivyo yani. Bwana, Gabriela hapendi kabisa kumuona mwamba humo ndani, yani anamchukia mbaya mbovu.
Katika siku nyingine tena, Gabriela akiwa ametulia kwenye kochi, Vincent anatoka chumbani na kuja kukaa sebleni. Gabriela anamwangalia kwa dharau sana, yani anamchukia sana. Wakiendelea kukaa bila mazungumzo yoyote, Lia anatoka jikoni na kuja na sahani ya chakula, anambembeleza rafiki yake, anamwambia nimekuandalia chakula kizuri ambacho nakipenda, hebu kula rafiki yangu. Lakini Gabriela anamwambia sina hata hamu ya kula, yani mnanikwaza tu ndani, siwaelewi wote wawili. Lia anambembeleza shoga yake kisha anampatia sahani ya chakula. Lazima abembeleze urafiki kwa sababu shoga yake ndio mtu pekee sasa hivi ambaye anampa furaha. Nyumbani katoroka, wazazi wanamwambia anatakiwa olewe na Dennis, lakini Lia hataki. Baadaye anamuuliza Vincent, vipi unasikia njaa? Lakini Vincent anamwambia hapana, niko sawa, asante, nashukuru. Lia anagundua mwamba ana njaa, lakini anaona aibu kumwambia. Anaingia jikoni na kumletea chakula. Gabriela anaonekana kutokufurahishwa na hiki kitendo. Sijui analoa gani huyo bidada. Vincent anachukua chakula na kukila haraka. Anaonekana alikuwa na njaa ya muda mrefu. Bwana, kama tunavyolijua joto la buza bwana. Mwamba akiwa ametulia kwenye kochi, bidada Gabriela anakuja na kuanza kumfokea. We mpuzi, kwa nini umelala hapo? Unadhani hiki ni kitanda? Haya ni makochi, nimenunua kwa gharama kubwa sana. Unachafua, unajilaza tu na miguu yako michafu hapo. Mtoka hapo. Yaani Gabriela anamchukia sana huyu mwamba. Akiendelea kumtukana, basi Lia anakuja, anauliza kuna shida gani? Gabriela anamsingizia na maneno mengine machafu, anamwambia nimemkuta amejilaza tu, yani karusha na miguu yake juu. Hivi ni haki kweli? Hebu sikia, mimi nimechoka, naomba huyu mtu atoke humu ndani, ananiumiza tu kichwa, naongea tu mara ya mwisho hii. Lakini Lia anamwambia okay, nisamee mimi, basi nitalifiksi, itakaa sawa tu. Gabriela anamwangalia kwa dharau sana Vincent, kisha anaondoka kwa hasira. Lia anamwambia Vincent, nisamee, naomba unifuate mimi nikakuonyesha sehemu ya kulala. Vincent anajaribu kumwambia kitu Lia, lakini Lia anamstopisha. Nisikilize, nifuate nikuonyeshe sehemu ya kulala. Ni siku nyingine tena, mwamba kaona TV imeharibika, akaamua itengeneze. Bidada kamdomo huyo hapo kaingia, wanamuita Gabriela, akaanza kumfokea, anamtukana matusi kibao. Anamuuliza, leo nini tena hiki unafanya? Wewe ni fundi? Tangu lini ukawa fundi? Unaniharibia vitu vyangu tu ndani. Akiendelea kumfokea, Ria anaingia, anauliza kuna nini? Anamwambia angalia mtu wako, leo kaniharibia TV. Ni nini hiki lakini? Ndio umepanga kuniharibia vitu vyangu vyote humu ndani, si ndio? Sikia Ria, nimekwambia hivi, naomba huyu mtu atoke humu ndani. Leo naongea mara ya mwisho. Lakini Vincent anajaribu kujitetea, anamwambia nimekuta TV haiwaki, nikajaribu niitengeneze kwa sababu hivi vitu huwa ninavifanya. Gabriela hataki kuelewa, anazidi kufoka na kuongea maneno mabaya sana juu ya Vincent. Ila Lia anazidi kumwambia msamaha Vincent, anamwambia Gabriela, naomba unisamee mimi, basi hili itakuwa ni jambo la mwisho. Gabriela anaamua kuondoka kwa hasira. Mwamba anaonekana kuchoshwa sana na hii tabia ya kufokewa, lakini anakaza moyo, anaamua kumalizia kutengeneza TV. Siku nyingine tena, wakiwa wametulia, Gabriela, Vincent na Ria, leo inaonekana kuna jambo anataka kuzungumza, lakini Gabriela anaonekana kuwa ni mtu mwenye hasira sana, anamtazama Vincent kwa hasira. Lia anaamua kuanzisha stori. Wakiwa wanapiga stori, ghafla mwenye nyumba anaingia, tena anaingia kwa fujo. Lia anasimama kumuuliza, vipi, mbona unaingia kwa fujo hivi? Mwenye nyumba anajibu kwa dharau, ninaweza kuingia vyovyote ninavyotaka kwa sababu hii ni nyumba yangu, amjanilipa kodi yangu, mnategemea nini? Lakini Gabriela anamjibu, mbona nimelipa kodi wiki mbili tu, unaniambiaje sijalipa kodi? Sikiliza wewe mwanamke, wiki mbili sio leo, kwanza kodi imebadilika. Gabriela anamuuliza, kodi inabadilika kwa wiki mara mbili, ni utaratibu gani huo? Mwenye nyumba anamwambia, sikia, kama unaona utaratibu unakusumbua, unaweza ukaondoka kwenye nyumba yangu, sijakulazimisha kukaa hapa, sawa? Wakizidi kulumbana, basi Vincent anaamua kuingilia ugomvi. Anasimama kama hakimu au wakili fulani hivi msomi, mwanasheria mwenye degree 37. Sikia sasa. Vincent anamwambia Gabriela, sikia, hakuna sheria inayoruhusu mtu kupandisha kodi ndani ya wiki. Sikiliza sasa, asikusumbue. Huyo hana haki yoyote ya kukutoa humu ndani. Mwenye nyumba anamuuliza, wewe unaongea kama nani? Unajua tofali hata nilinunua shingapi hapa? Mwamba anamjibu, sikia, haijalishi, sitaki kujua hata kama umetumia kiasi gani, lakini kulingana na sheria na haki, hauna haki ya kuja kumfukuza mtu hapa. Alafu kama umepandisha kodi, mbona una maandishi, una mikataba, hamna sheria inayomruhusu mtu kufanya hivyo. Huo unaofanya ni utapeli na tunaweza tukakushtaki. Mwenye nyumba baada ya kuona kakamatika bwana, kaamua kutulia, kawa mpole tuli. Anaanza kujingatangata, unajua bwana, haya mambo yanazungumzika, mimi nimekosea, lakini nilikuwa tu nataka hela hivyo, hamna haja ya kufika huko kwenye kushtakiana, haya mambo yanaisha tu, yanazungumzika bwana. Sasa Lia na Gabriela wanashangaa, huyu mtu mbona kawa mpole kama kakamuliwa limao? Kwamba Vincent katusaidia kweli. Hapa ndo naamini sasa, usimdharau mtu ambaye hajazikwa bwana. Huwezi kujua atakusaidia wapi. Yani leo kwa mara ya kwanza huyu bidada Gabriela ndo anamchekea sasa Vincent na kumshukuru, anaona kumbe ni mtu bwana, kanisaidia. Anajaribu kumuuliza, haya mambo ya sheria umeyajulia wapi wewe? Anamwambia hapana,
kipindi hiko nasoma nilikuwa na vifahamu hivi vitu. Hawa wenye nyumba siku hizi ni matapeli tu, wakiona mtu ajui sheria wanaweza akampeleka. Ni vizuri kila mtu akifahamu sheria. Huko anamaliza kuzungumza, Lia anashika simu, anakuta mama yake anampigia, anaacha kupokea, anajua tu ninataka kumuuliza maswala ya yeye kuolewa. Lakini Gabriel anamuuliza, utawakwepa wazazi wako mpaka lini? Lia anamjibu, sijui. Katika siku nyingine tena, Vincent anamuaga Lia, anamwambia natakiwa nirudi sasa nyumbani kwa sababu umenilipa kwa siku moja tu, lakini nimekaa kwa siku nyingi. Vincent ananyanyuka kwa ajili ya kumuaga Lia, lakini Lia anamwambia tafadhali usiondoke, baki tu na sisi. Lakini Vincent anamwambia haya sio makubaliano, tulikubaliana siku moja, nishakaa karibia wiki 2 sasa, kwa nini? Acha tu niondoke. Lia anamwambia basi nitakulipa zaidi. Lakini Vincent anaonekana kushtuka, anamuuliza kwani kuna nini? Mbona kama sielewi? Lia anamwambia hapana, nataka tuendelee kukaa na sisi hapa. Tunapenda jinsi ambavyo unatusaidia. Basi hapo wakiendelea kulumbana, Gabriel anakuja, anamsalimia Vincent. Vincent, habari yako? Samani, kuna TV yangu chumbani imeharibika, unaweza kunisaidia kuirekebisha? Vincent anakubali na kwenda kuirekebisha TV. Vincent akielekea chumbani kwa ajili ya kutengeneza TV, basi Gabriel na Lia wanabaki huko akipanga mkakati. Gabriel anamwambia unatakiwa umpeleke huyo kijana kwa wazazi wako, lakini huwezi kumpeleka hivi, anatakiwa kubadilisha mavazi na muonekano. Lia anamwambia sawa, mbona nimeshavinunua, nafikiria tu namna kumwambia ili akubaliane na mimi. Vincent akiwa chumbani huko akitengeneza TV, Lia anakuja pamoja na suti amezishika mkononi. Anamwambia Vincent, samani kwa kukusumbua, lakini ukweli ni kwamba mimi nataka nikakutambulisha kwa wazazi wangu. Natamani uwe mpenzi wangu, nimetokea kukupenda, tafadhali kubali ombi langu. Yani kweli hili zali la mentali. Vincent akikataa hapo basi mimi naenda. Ila huyo mtoto jamani. Lia anaongea kwa mapozi huku akimwangalia Vincent, jicho kalikodoa mtoto kodo, kisha anampatia nguo na kuondoka. Mungu, nione na mimi basi. Yani ningeshangaa mtoto kama huyu Vincent amkataye, labda kama kikao cha mwisho ya kuwepo. Bidada baada ya kumkabidhi Vincent nguo yake, basi naye anakuja kutazama nguo ya kumtosha kwa ajili ya kuelekea kwa wazazi wake. Upande wa pili leo shemeji Gabriela basi ndio kinyozi sasa. Anataka kumpendezesha shemeji yake mwenyewe Vincent, wapi shemu kama shemu. Gabriela baada ya kumaliza kumnyoa Vincent, anakuja kuzungumza na rafiki yake Lia. Anamwambia, leo umependeza shoga yangu, yani umekuwa kama malaika, binti fulani hivi softi. Lakini Lia anamwambia, wewe hujaachaga unafiki wako tu, hebu acha kuninafikia, naomba uniache. Basi Gabriela anamwacha. Lia anaonekana kuna kitu anatafuta kwenye pochi, lakini akiendelea kutafuta anasikia sauti inamuongelesha. Anageuka haraka baada ya kugundua ni Vincent kamuongelesha. Lia anashangaa baada ya kukutana na sura ya kijana mtanashati. Anashangaa, huyu ndio yule niliyomwokota polini? Huyu ndio yule Vincent aliyokuwa akiokota makopo? Jamani, mbona akabadilika hivi? Kumbuka nilikwambia usimdharau mwanaume ambaye bado hajazikwa. Ona sasa. Wakiendelea kushangaana, mnafiki wetu sasa Gabriela huyo anaingia, anawapigia makofi, anawaambia vipi, mbona kama mnashangaana? Vincent anamwambia leo Lia anaonekana kuwa binti mzuri zaidi, yani kapendeza mpaka basi. Lakini Lia hajakaa kinyonge, na yeye kasema, Vincent unakuwa ni handsome boy kila siku, yani umekuwa ni kijana fulani hivi mtanashati, yani very handsome boy jamani. Baada ya mazungumzo ya muda mfupi, Vincent anaamua kutangulia. Kwa upande wa Lia na Gabriela sasa wanaanza kutaniana. Lia anamwambia, umeona chuma iko? Mambo huyo, walikuwa wananiambia hafai, hapo vipi sasa? Lakini Gabriela anamwambia hakikisha uzingui, maana nakujua akili yako, sawa? Kwa upande wa baba na mama yake Lia, mazungumzo yamekuwa ni marefu kila siku. Mama anazidi kumwambia, baba Lia, tumekuwa wakali sana kwa binti yetu, kwani tusimwache achague mwenyewe? Lakini baba anamwambia, sikia, binti anabidi aolewe, na lazima aolewe na Dennis kwa sababu hizi mali lazima zipate usimamizi mzuri. Unategemea sisi tutakapoondoka nani atasimamia hizi mali? Lakini mama anazidi kumwambia, tumekuwa wakali sana, yani kila siku tunamsemea mtoto kuhusiana na kuolewa. Tumwache awe na maamuzi yake binafsi. Ila baba hataki kubadilisha msimamo wake ni ule ule, binti inabidi aolewe ili mali ziwe katika uangalizi mzuri. Wakiendelea kuzungumza, Lia anakuja anawasalimia wazazi wake, lakini baba anamuuliza, ulikuwa wapi? Yani umekuwa na tabia mbaya sana, umeondoka bila kuaga, alafu tunakupigia simu upokee na kuuliza ulikuwa wapi? Lia anajaribu kujingatangata, lakini mama pia anamuuliza, sema ulikuwa wapi? Lia anaamua kusema, samani, ila nilikuwa kwa mpenzi wangu. Baba anamwambia, muongo mkubwa wewe, mpenzi wako gani? Akati tumempigia simu Dennis anasema haukuwa kwake, sema ulikuwa wapi? Lakini Lia anamwambia babake, baba mimi sidanganyi, nilikuwa kwa mpenzi wangu lakini sio Dennis. Lakini mama anashangaa, unasemaje? Baba ananyanyuka na kumuuliza, ni nani huyo ambao unakaa naye bila wazazi wako kujua? Eti ushaanza kuwa muuni sasa, si ndio?
Lakini Lia anamwambia, hapana baba, mnisamee, sio uhuni, mbona ni kijana mzuri tu, wala hana shida. Baba anamwambia, mpigie simu mwambie nataka kumuona. Lia anamwambia, nimekuja naye, yupo hapo nje. Vincent anaingia na kuwasalimia wazazi wake na Lia. Lia anamwambia, baba, huyu ni Vincent. Vincent, hawa ni wazazi wangu. Vincent anamwambia, asante sana, nashukuru kwa kuwafahamu. Lakini baba anamsogelea Vincent na kumwambia, wewe unaitwa Vincent, sura yako sio ngeni kwangu, nahisi nishai kukuona sehemu. Ila Vincent anamkatalia, anamwambia, hapana, mimi siishi huku. Utakuwa umenifananisha tu. Basi mama anaamua kupotezea na kuamua kuwakaribisha mezani kwa ajili ya kupata chakula. Bwana, kumbe kuna siri nzito ambayo imejificha kati ya hawa wazazi bwana, wazazi wake na Dennis pamoja na wazazi wa Lia. Kumbe washakubaliana kwa ajili ya kuolewa kwa binti yao, alafu bwana kuna mchongo wenyewe anaucheza. Hapa sasa mama Lia amepokea simu kutoka kwa mama Dennis na anajaribu kumchamba na mwambia, sikia, mchezo anaofanya binti yako mimi siutaki. Kuna kitu nitakifanya ambacho itawagharimu familia yenu nzima. Lakini mama anajaribu kumplease na kumwambia, hapana, isitokee hivyo. Mama Dennis kaamua iwe ubaya ubwela, akamwambia, bwana mimi sikia, binti yako si yupo nyumbani leo, tunatimba mimi na kijana wangu hapo, lazima ikamilike, ijulikane kwa nini ampokelei simu na kwa nini awasiliane na kijana wangu. Ikiwezekana leo namchukua, tunaondoka naye. Mama kachanganyikiwa ajue afanye nini. Huko Vincent yupo nyumbani kaja kutambulishwa na Lia, na huko mama Dennis anakuja na Dennis kwa ajili ya kukamilisha mchongo wa uchumba. Je, unataka kujua mchongo utakaaje? Basi endelea kuwa pamoja nami na kufuatilia story hii, lakini kikubwa usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Langu jina mimi naitwa D. Okay, sasa tuendelee. Wakiwa mezani wakiwa nazidi kupata chakula, baba anamuuliza, hivi una uhakika mimi na wewe hatujawahi kukutana sehemu yoyote? Lakini Vincent anamwambia, no baba, hatujawahi kukutana, mimi siishi huku, labda tu utakuwa umenifananisha. Lakini baba anazidi kumuuliza Vincent, hebu Vincent, niambie jina la baba yako anaitwa nani? Vincent anamwambia, babangu anaitwa Ferdinand. Baba yake na Lia anadakia, Ferdinand Mwabongo. Lakini Vincent anamuuliza, ndio, umemjuaje babangu? Umejuaje jina la babangu? Baba yake na Lia anamwambia, nilijua tu, ndio maana nikawa na wasiwasi na sura yako, yani nilijua tu kuna sehemu nimekuona, mimi siwezi kuchanganyikiwa kiasi hiko. Lakini Vincent anazidi kushangaa, anamuuliza, hebu samani, niambie umemjuaje babangu? Baba yake na Lia anamwambia, usiwe na wasiwasi, nitakwambia. Babako alikuwa bosi wangu na mimi nilifanya kazi kwake na alinitendea mambo makubwa sana na mazuri. Hata hizi mali zote unazoziona hapa ni kwa sababu ya upendo wake. Yani wewe ni kijana wangu kabisa yani. Bwana, ilikuwa hivi, miaka 10 iliyopita babake na Lia alikuwa anafanya kazi katika nyumba ya babake na Vincent, na babake na Lia alikuwa anafanya kazi kama mpishi pamoja na msimamizi wa nyumba. Sasa siku moja babake na Vincent alifurahi sana, akaamua kumpandisha cheo babake na Lia, na babake na Lia akawa msimamizi wa kampuni moja kubwa sana katika nchi ya Nigeria, na kutokea hapo mafanikio yake yakawazidi kuwa makubwa baada ya kufanya kazi katika nyumba ya babake na Vincent. Mchongo ulikuwa hivyo, na baada ya muda mrefu hao wazee wawili walipotezana katika mazingira ya ghafla ambao kila mmoja alikuwa aelewi. Sasa babake na Lia anazidi kumsimulia Vincent, anamwambia kwamba alikuwa akienda pale nyumbani mara kadhaa lakini hajawahi kumkuta, na alikuta nyumba imekabidhiwa utawala mwingine. Huo ndio ulikuwa mkasa mzima ambao babake na Lia alijaribu kumsimulia Vincent. Baada ya kumaliza kumsimulia bwana, babake na Lia anamuuliza Vincent, kwani mzee wako yuko wapi? Vincent kwa huzuni kabisa anamjibu, baba alifariki miaka michache iliyopita, na story ndefu sana. Babake na Lia anazidi kumuuliza, kwani ilikuwaje? Vincent akiwa anafikiria namna ya kuanza kujibu, kuna ugeni mzito anaingia ndani ya nyumba ya kina Lia, na hawa si wengine bali ni Dennis pamoja na mama yake. Bwana, mzigo wa ndani leo tembuli lake sijui litakuwaje, kwani patashikika, mimi sijui, waendelea kushuhudia tu ngoma itakaaje. Mama yake na Lia ananyanyuka haraka haraka kwa ajili ya kupokea wageni bwana. Kumbuka mchongo yeye alikuwa anaujua kabisa, maana simu alipigiwa na akapokea. Basi Lia baada ya kugundua kuwa ni kina Dennis ndio ameingia, na yeye akawa anakuja sebleni. Dennis baada ya kumuona Lia akamkimbilia akamwambia, oh baby, mambo vipi, nilikumisi. Lakini Lia anamwambia, stop, usiniite mimi hivyo, usiniite hilo jina tena. Lakini Dennis kwa dharau anauliza, huyu ni nani? Vincent anajibu, mimi naitwa Vincent. Lakini Dennis anampuuzia Vincent, anaamua kuzungumza na Lia, anamwambia, baby, hebu acha masiala bwana, njoo nimekuletea zawadi hapa. Lia anamkatalia, anamwambia, sikia, nimekuambia usiniite hivyo, mimi sio mpenzi wako, sawa? Dennis anakasirika, anaamua kumfokea Lia, anamwambia, ni upumbavu gani ambao unafanya hivi? Unajua ni vitu gani nimewekeza kwako? Hebu sikia, acha masiala bwana mpenzi wangu, twende tukaongee pembeni, mama atakasirika. Vincent anaamua kuingilia ugomvi na kumwambia, amekwambia usimuite mpenzi wake na amekwambia umwache, kwa nini bado unazidi kuwa king'ang'anizi? Dennis anahamishia ugomvi bwana kwa Vincent, anamwambia, sikia, siongee na umbwa, naongea na mwenye umbwa, naomba usiingilie mchezo usiokuhusu, nitakuvuruga, sawa?
Bwana Vincent kayapima, kayaangalia, akasema hapa atanisababishia kesi huyu mtu, nitarudi tena Segerea. Akasema isiwe kesi, kuna mchezo unachezwa hapa, ngoja kwanza mimi nijikatae. Mwamba bwana akaamua kujikataa, akawaacha wenyewe wazidi kuyajenga huko. Lia baada ya kumuona Vincent kaondoka bwana, akaamua kumfuata huko huko. Kwa upande wa Dennis sasa anabaki anafoka tu. Ni upumbavu gani unafanya Lia? Sina kuuliza. Bwana Mwamba ana hasira sana huko, sijui hasira za nini. Ukisema cha nini wenzako anajiuliza watakipata lini. Huko mamake na Dennis anamkata jicho mamake na Lia mbaya mbovu. Mamake na Lia akawa mpole, kanywea chongo. Vincent akiwa anaondoka kwa hasira, babake na Lia anakuja anamstopisha, anamwambia Vincent, samani, hebu niambie msiba wa babako ulikuwaje? Samani mwanangu, niambie tu ilikuwaje kwaje, kwa sababu nimejaribu sana kumtafuta. Mimi yule ni bosi wangu, inaniuma sana. Vincent anamwambia haikuwa mzuri, nilipoteza kila kitu baada ya baba kufariki, yani nyumba na mali zote zilipotea. Lakini babake na Lia anazidi kumuuliza, naomba niambie ilikuwaje? Bwana basi ilikuwa hivi. Babake na Vincent mzee wa mbongo bwana, siku moja aliumwa ghafla, akachukua simu akampigia kijana wake ambaye alikuwa nje masomoni. Kijana wake mwenyewe namzungumzia hapa na Vincent. Vincent baada ya kuja bwana, babake akamwambia, kijana wangu, mimi maisha yangu si marefu kuanzia hivi sasa, naomba ukae mwangalizi mzuri wa hizi mali. Kuna mtu ambaye atakusaidia kusimamia, tafadhali mpe ushirikiano. Bwana, duniani kuna watu wabaya bwana. Baada ya mzee kufariki, yule mtu ambaye Vincent alipewa kwa ajili ya kupeana naye ushirikiano wa kutunza mali ndo akachongesha mchongo mpaka benki kaja kuuza nyumba na mali nyingine zote. Kwa hiyo Vincent akabaki kuwa kapuku kapalala, yani kila kitu kilipotea, na hatua ya mwisho kabisa tukaja kumuona katika yale mazingira ambayo alikutana na Lia. Bwana, sio poa. Sikia tu kwa wengine, lakini omba isikukute. Babake na Lia baada ya kusikia hiyo story aliumia sana, na huko Vincent akizidi kumwambia, nilikuwa nikiteseka sana, nikitafuta sehemu ya kupata chakula, nikitafuta kazi, nikitafuta sehemu ya kulala, lakini bado nilikosa. Kwa hiyo maisha yangu yalikuwa magumu sana mpaka nilipokuja kukutana na Lia. Vincent akiwa anaendelea kusimulia hiyo story, kombe Lia naye amekaa pembeni anasikiliza tu, huku akiumia sana katika moyo wake. Baada ya muda Lia anaamua kurudi ndani. Dennis anamshika mkono na anamwambia, sikiliza, niachie upumbavu, usinifanye mjinga, nitakuvuruga. Yani nimekwambia hivi, mapenzi yetu lazima endelee na ndoa lazima ifungwe, umenisikia? Lakini Lia anazidi kumwambia, sitaki, naomba uniache. Wakizidi kuzunguana bwana na kuvurugana, babake na Lia anakuja na kumwambia, naomba umwache binti yangu, nimesema na sirudii tena. Mama yake na Dennis hajakaa kinyonge, naye kanyanyuka anamwambia, sikiliza Mr. Kuka, usinifanye mimi mjinga. Huu mchezo mnaofanya lazima nitawavuruga na mtalipa. Sikilizeni niwaambie, mtalipa. Basi Dennis anazidi kupata kiburi, anamshika mkono Lia na kumwambia, unaondoka na mimi. Nakwambiaje, utaondoka na mimi. Baada ya muda bwana, mwamba huyo hapo anaingia Vincent mwenye mali yake sasa mjini. Anamwambia Dennis, sikia, naomba muache huyo. Dennis kwa dharau anajibu, kwani nisipomwacha utanifanya nini? Sinakuuliza utanifanya nini? Unataka kujua nitakufanya nini? Kula chuma iko. Bwana Vincent kashosha ngumi takatifu kwenye shavu la Dennis bwana. Dennis anaanza kulia tu, mama. Toto la mama hilo. Takutana na mwamba wa gadugu. Baada ya kipigo, mamake na Dennis ananyanyuka kwa hasira, anamwambia, sikiliza, ulichokifanya lazima mtakilipa. Hii familia lazima mtajuta, naondoka, nitarudi. Lakini Lia anadakia, anamwambia, sikiliza bi mkubwa, usinichukulie poa. Maisha yangu mimi sio ya kubagainiwa, mimi sio biashara. Sio lazima niolewe na kijana wako. Kamtafutia mwanamke mwingine huko, mimi niache. Mimi nishaamua la kwangu na nimesema itakuwa hivyo. Kwa hiyo usitutishe, sawa? Baada ya kumalizana na bi mkubwa bwana, Lia anahamia kwa Dennis, anamwambia, sikia we mshamba, umesikia? Mimi siwezi kuolewa na mtoto wa mama kama wewe. Alafu kama unaniona mimi ni wa kuchezea, katafuta malaya wenzako wa kuwachezea, sio mimi, umenielewa? Endelea kunifuatilia, nitakuvuruga zaidi ya hapo. Mama yake na Dennis anazidi kuwatambia bwana, anawaambia, sikilizeni, mmeyakanyaga na lazima mtayaoga. Ila mama yake na Lia anajitahidi kumzuia, lakini anamwambia, niacha mbwa. Baba yake na Lia akaona dharau zimezidi, akamwambia, sikiliza wewe mwanamke, ninakutaka dakika hii, toka ndani ya nyumba yangu. Ninasemaje? Toka ndani ya nyumba yangu. Mama yake na Dennis jicho limemtoka, akitaka kuzungumza tu anakatishwa kauli, anamwambia, toka ndani ya nyumba yangu, sitaki kukuona nyang'au fangasi wewe. Mzee kaamua bwana. Baada ya kuona mambo yamebadilika, wanaamua kutoka wenyewe yani. Huku babake na Lia na hasira mbaya mbovu, yani kifua kimepanda, anatamani hata mpasue mtoto wa mtu, ila ndio hivyo sasa. Kumbe bwana, mchongo mzima ulikuwa unapangwa na huyu bi mkubwa bwana. Mama yake na Lia bwana alikuwa anataka mali zaidi, kwa hiyo akapanga mchongo kwa ajili ya kumwozesha binti yake katika familia ya kina Dennis. Bwana mzigo umejulikana leo bwana, na baba yake na Lia anazidi kumwambia, kwa hiyo upumbavu wote unafanyika kwa ajili yako, si ndio? Ila mama yake na Lia anazidi kuomba msamaha na kumwambia, bwana nisamehe, mimi nilikuwa sijui kama mambo yatafika
kufika huko. Lakini Mr. Cook anaamua kumsamehe mke wake na kuikusanya familia yake. Anamwambia Vincent, sogea. Sikiliza Vincent, mimi nitakusaidia wewe katika kiwango chochote utakachokihitaji. Nilikuwa nikiheshimiana na baba yako na baba yako alinisaidia mimi. Wewe usijali na wala usiwaze namna yoyote ya kuniambia mimi kitu chochote, sawa? Baba yake na Lia anamsogelea Vincent na kumkumbatia, lakini upande wa Lia pamoja na mama yake pia na wenyewe wanapongezana kwa kukumbatiana. Bwana, kwamba penzi ndio limesimama kweli kweli, mimi sitaki kuamini bwana. Anyway, endelea kulishuhudia penzi zito la vijana hawa wawili. Hapa tunamzungumzia Vincent pamoja na Lia. Bwana, na hii ndio stori nzima kuhusiana na binti tajiri kuzama katika penzi la kijana omba omba. Langu jina mimi naitwa D. Kikubwa usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.